Hujambo na karibu mtazamaji wangu wa runinga ya Ridhaa TV. Kwa majina yangu ni Naima Charo. Ningependa kukupasha habari zetu za mashinani na za kina. Tuanze na aliyomo. Ukame kuwasababishia wanafunzi kufika shuleni kuchelewa. Bodaboda walalamikia ongezeko la ajali katika maeneo ya Mdengerekeni na Florida. Tuanze na habari zetu za kwanza. Katika jiji kuu la Mombasa, sub-county ya Kisauni, kitongoji cha Kashani, ukame umewakumba na Kashani kwa kukosa maendeleo ya mifereji ya maji na mvua kwa muda mrefu. Hali hii imewaathiri wanakashani kwa aina ainati kama vile ukosefu wa maji, njaa na maafa kwa mifugo. Wanakashani wakosa maji kwani mabwawa na visima alivyovitegemea vyote vilikauka. Vitalu vyao vya mboga na hata mashamba aliyotumia kwa ajili ya ulishaji wa mifugo yao yote yalikauka. Hali hii imewaathiri sana Nakashani, hasa kwa wanafunzi, kwani hulazimika kuandamana na wazazi wao vipindi vya usiku kuelekea visimani ndiposa wapate maji ya matumizi kama vile kuoga ili waende shuleni wakiwa nadhifu. Ukame pia umesababisha njaa ambapo wanagenzi wengi huenda shuleni bila kupata staftahi. Hali hii huwasababishia hao kuanguka mara kwa mara kwa sababu ya visunzi vya njaa. Vumbi nalo limewaathiri wengi ambapo husababisha magonjwa kama vile magonjwa ya macho, ila bado wanakashani wanasubiri msaada kwa hamu na ghamu. Ila wanajiuliza, je, msaada utatoka mbinguni au kwa serikali? Kwa habari zaidi tumpate mwanahabari wetu kiongozi wa ibada, anazo habari kamili kutoka mashinani. Niko kaunti ya Mombasa, maeneo ya Kashani, Florida. Hapa kumeshuhudiwa ongezeko la wanafunzi kila uchao. Asubuhi na mapema mwanafunzi kabla aende shuleni anazuru maeneo haya tuweze kutathmini hali ilivyo. Je, kulikoni? Hawa hapa wakazi wa maeneo ya Florida Kashani kwa maongezi zaidi. Majina naitwa Susan. Niko huu mtaa wa Florida chini sana. Tunasema ni asante kwa viongozi wetu. Tunaona mmefanya maendeleo mazuri. Tangu tuwe huku hatujaona kabla, lakini tunashukuru Mungu tumeona barabara imeanza kuja, stima imekuja imepanda kule juu, lakini sisi tuko Florida chini sana. Changamoto kuu tunayopitia, hatuna maji, barabara haijafika, na watoto wetu wako na njaa. Sasa mara nyingi maji yamekauka kabisa, hatuna hata visima viko na vimekauka maji. Tunaomba nyinyi kama viongozi wetu mtufikie huku tupate angalau maji, tupate barabara ifike, maana watoto wanapotaka kwenda shuleni wanateleza shuleni, wanachelewa, wakija nyumbani hakuna chakula, uniform zao ni chafu maana hamna maji. Sasa tunapata changamoto. Tunaomba viongozi wetu mbele, Bezimba na viongozi wengine mpaka MCA wetu. Tunashukuru kwa kazi nzuri, lakini tunaomba na sisi pia mtuweke, maana hizi kura zetu tunawapatia nyinyi hapo, lakini tunaomba mtufikie nasi pia tusikie vizuri kama wale wengine. Unaitwa nani na kwa nini sahihi uko hapa? Mimi naitwa Kavumbi Kalume. Ndio. Sasa niko hapa nasubiri maji kwa kisima. Shida yetu ya kubwa sana huku ni maji, barabara. Tukitoka hapa mpaka Florida tukanyaga Cabros, lakini wenye Florida. Kwa hivyo tunaomba kiongozi wetu mtuletee barabara, mlete maji, mlete chakula. Watoto wetu wanateseka, kuenda shule ni shida, kula kwenyewe ni shida. Na maendeleo yameonekana huku. Mbunge ni nani na kansela wenu ni nani huku maeneo haya? Je, maendeleo yameonekana kweli? Maendeleo wanaona Florida, lakini huku chini hawajashuka. Ndio. Huku ni wapi? Huku ni Florida Kashani chini Bahrain. Okay. Kwa hivyo maendeleo wameyafanya, lakini wamefanya upande mwingine kwetu hawajafika. Okay. Barabara hatuna, maji hatuna, chakula hatuna. Ndio. Viongozi wamefanya maendeleo kule, kumeonekana barabara na stima pia imeonekana upande ule wa Florida kwenda sehemu za Kashani, na pia upande wa chini kumekosekana, upande huku baharini kumekosekana maji, kumekosekana stima, na pia zaidi barabara ni shida huku, ili mkaweze kutusaidia. Je, kiongozi wako ni nani? Utajie kiongozi wako nani, unamrai nani na nani, ili wataje tu majina, utuambie kiongozi fulani tunakuomba ueleze namna hii. Bezimba na Patrick Mbele. Patrick Mbele. Naitwa Mangale Kombo Zuma. Ndio. Na si viongozi wetu Patrick Mbele washuke huku chini ya Florida kwenda Mdengerekeni. Shida huku ni ya maji. Tena maji tena sana. Shida kwanza ni maji sana huku. Na stima, waona angalia watoto wa shule sasa hawajaenda shule kwa sababu hakuna maji. Kwa hivyo naomba viongozi
watuangalie sisi huku. Hapa kwenye kisima umefika saa ngapi hapa? Nimefika saa 12. Saa 12. Wewe ni wale ambao wamekuja kuchelewa kwa sababu ya kwamba kulikuwa tayari kuna foleni. Vipi, je, una wito gani kwa viongozi? Viongozi kuna maendeleo hawafanyi ama shida iko wapi hasa? Shida huku ni maji, manake hao viongozi wameweka kabrosi, wameweka moto, lakini huku upande wetu tuna shida ya maji. Hata watoto wetu hawapati maji ya kuenda shule, ndio wanachelewa. Ukirauka mwenzako yuko mbele, sasa ukifika hapo mpaka yule wa mbele achote, na wewe huja umechelewa, na mtoto wako atabidi achelewe shule. Kwa hivyo ina maana kwamba kuna wengine wanaingia hapa mapema sana asubuhi. Kama saa ngapi wale ambao wanarauka sana? Kama saa 9 hivi. Kama saa 9. Kwa hivyo kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanafika saa 9 kusubiri maji ndivyo waweze kwenda shuleni. Basi kuna sababu kwa nini wanafunzi wanachelewa. Tulikuwa hapa toka saa 10 asubuhi, hamna maji. Hata nimetoka nyumbani ninavaa sare, lakini sijaoga. Hapa nilipo sijaoga, nasubiri maji. Na pia nimekuja namngojea mama yangu ili niweze kumsaidia tupeleke maji nyumbani, na hata kuna masomo ya asubuhi siyapati kwa sababu shida nyumbani ni nyingi, hata hatuna chakula. Ndio maana niko hapa masaa kama haya, nikimaliza naenda shule, lakini naelewi ile hali yetu. Tuambie unaitwa nani na kwa nini uko hapa kwa kisima saa hizi? Kwanza ningependa kukushukuru kwa kunipatia fursa hii. Mimi naitwa Ibrahim Charo. Mzee mmoja. Ningeomba uweke mswaki kidogo kando kidogo kwanza. Mswaki. Weka mswaki kidogo kando alafu tukaweze kuongea. Mimi naitwa Ibrahim Charo. Ndio. Wewe ni mkazi wa maeneo haya ya Florida? Maeneo ya Florida. Ndio. Mimi ni mkazi wa huku, na pia unavyoniona nimekuja kisimani hapa, nimekosa maji. Sema nimepata chupa moja kumpatia huyu mbuzi wangu. Wewe ni baadhi ya wale watu ambao wamekosa maji hapa kisimani? Ndio. Kwa hivyo unabidi umpatie maji ya chupa. Maji ya chupa ili akaweze kukata kiu. Ni vizuri sana. Vipi, tueleze hali jinsi ilivyo maeneo haya. Hali iko namna gani? Cha kwanza pia ningependa kushukuru hawa viongozi wetu. Ndio. Wametuletea kabro, wametuwekea stima. Hapa unaona si shida, lakini kwenye shida sasa, si unaona sasa venye kuko yani. Ndio. Waliweka stima na hiyo nini ni kabro, lakini sasa kwenye maji Mheshimiwa Bezimba aliweka kabro. Ndio. Na Mheshimiwa Patrick Mbele wakaungania pamoja wakaika stima. Je, stima ilifika huku na kabro ilifika huku? Kusema kweli huku kama unavyokuona stima imepakia huko juu. Huko juu. Na kabro pia ni huko juu. Lakini walifanya. Wamefanya. Hapo hakuna baya. Hakuna baya. Lakini sasa hapo kwenye maji sasa kama unavyoona. Si umeona, lakini nimeshika chupa yangu hivi. Nimeona. Yaani kote yani kumekauka kabisa. Paka hii mbuzi yangu nafanya kuisimamia mwenyewe hii. Uweze kula nyasi zenyewe hakuna. Si unaona, lakini naona. Hakuna nyasi. Kitaru changu kimekauka kabisa hicho. Uko na kitaru? Njoo tuone kitaru chako. Niko na kitaru hicho hapo hicho. Ngoja. Na mtazamaji wangu, hapa tuko na bwana Charo. Ndio. Ibrahim Charo anatueleza jinsi hali ilivyo maeneo haya Florida. Maji ni shida mpaka amechukua jukumu la amekuja hapa kisimani. Umekuja hapa kisimani saa ngapi? Mimi kusema kweli nimechelewa leo. Umekuja saa ngapi? Nimekuja saa 11. Saa 11. Mitungi yangu miwili iko pale. Okay. Kwa hivyo sasa umebahatika kupata chupa ya maji. Chupa moja naweza kumpatia huyu mbuzi wangu. Sasa nikuulize bwana Charo. Ndio. Ikiwa umepata hii chupa moja ya maji upatie mbuzi na umeingia hapa saa 11. Na je, vipi kuhusu kitaru chako? Utamwagia maji namna gani? Kwa sababu kama hii naona hii hata haitatosheka mbuzi. Ni kweli. Hasa kwenye kitaru hapo kiasi ukiangalia tayari kama nimekosa maji mpaka nimepata chupa moja na kitaru hiki kwenye mti kama huu tayari afanye chupa moja. Nakuuliza wito kwa viongozi. Naambiaje viongozi wa wodi ya Bamburi wakiwemo MCA wetu Patrick Mbele, mheshimiwa mbunge wetu gavana, mbunge wetu Bezimba pamoja na gavana. Una wito gani? Wito wangu ulikuwa ni kusema kuwa nimemsii na nani sema. Kuna kiongozi wetu MCA wetu ambaye ni bwana Patrick Mbele, namjua. Na kunaye mbunge wetu wa Kisauni ambaye ni bwana Bezimba, Rashid Bezimba. Naye kunaye gavana ambaye ni Abdulswamad Sharif Nassir. Je, una wito gani kwa hawa viongozi wakiwa kule huku mashinani, mnawaambia vipi hasa wakati huu wa ukame? Una wito gani kwao? Mimi viongozi ningependa kuwarai wafike huku kwetu mashinani. Ndio. Watuwekee matangi. Ndio.
watuwekee mifereji. Ukishaweza pale kusupply hiyo mifereji, angalau shida kama hizi. Mtu umekuja kama ni asubuhi saa 9, wengine wamekuja mpaka saa 8 usiku hapa. Ndio. Na mitungi bado haijaweza kujaa hiyo. Ushaona? Sasa hapa tunapata shida kabisa. Stima yenyewe hakuna, watoto wenyewe wanakaa kule, hakuna kusoma. Maji yenyewe ni shida. Umeona? Kabla imepakia huko, ukinyesha mvua huku huwa ni shida, lakini sasa hakuna mvua. Miti ndio imekauka, mipapayo yangu haizai tena. Si unaona? Lakini kuna lalama kidogo ambazo zimekuwepo. Nasikia kuna wale ambao wako zile sehemu ambazo wametengenezewa kabro. Wakipata wakazi wa maeneo ya Florida, maeneo ya Mdengerekeni, wanaambiwa kufika kule uoshe miguu ndo wakanyage zile kabro. Hili unalionaje kwako hasa ukiwa huko mashinani wewe huko chini? Mimi ya nyuma ilisha kukukuta? Hiyo imenikuta sana. Ndio. Mimi nakumbuka kuna siku moja nimefika hapo mtaa wakati hapo nilikuwa ndo nataka nipate hiyo kabro. Kiasi na mimi nikanyage pazuri. Ndio. Kuna watu wakatokezea hata. Wakasema nyinyi wako chini. Piteni na hivyo. Mtumie shortcut. Shortcut. Hawataki kabisa tukanyage hivi. Sijui kama viongozi wanatuonaje pia sisi kwenye hili. Viongozi wetu wa Bamburi wa wodi ya Bamburi. Ndio. Viongozi wetu wa wodi ya Bamburi. Tumepata lalama maeneo ya Florida, sehemu ya Kashani. Naomba tu mkaweze kuzuru maeneo haya, mkaweze kushuhudia hali ilivyo. Maji ni shida, stima hakuna, kabro kweli ndio, maendeleo yamefanyika, yameonekana. Lakini je, bado kuna tatizo. Kulikoni? Tunaomba basi tukaweze kuzuru maeneo haya, tukaweze kushuhudia. Nikiripotia runinga ya Ridhaa TV, jina langu ni MC kiongozi wa ibada.